أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Kwa mara nyingine karibuni katika vipindi vyetu vya lishe tiba. Vipindi vya lishe, lakini lishe tiba, kwamba ni lishe wakati huo huo unapata mlo, lakini wakati huo huo unajitibia magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuvamia mwili wako. Karibuni sana, karibuni sana. Usikose kufuatilia vipindi vyetu. Tuliishia sisi katika vipindi vyetu vilivyopita, tukaelezea misingi ambayo tunapaswa kuizingatia wakati tunapoingia kuandaa mfumo sahihi wa lishe. Tukasema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo yatopasa kuvizingatia, chakula unachokula, kile unachofikiri wewe kukitumia kama chakula, an yakuna halalan, inatakiwa kile chakula kiwe ni chakula cha halali. Chakula cha halali ni shifaon, kwa sababu chakula kinapokuwa ni cha halali kinakuwa ni tiba ya magonjwa mbalimbali mengi tu unayoyajua na usiyoyajua. Tumepokea sisi katika mafunzo ya dini yetu pendwa, tukufu, adhim ya Kiislamu, kutoka kwa Mola Jalia, Mola Karima. Mwenyezi Mungu ametufunza, lakini kupitia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Bwana Mtume akawafundisha pia familia yake. Na riwaya hii imepokelewa na Ali ibn Abi Talib, anasema, usipokula chakula kama dawa, utakula dawa kama chakula. Uislamu una jicho refu, Uislamu unaona mbali. Kumbe kwa mujibu wa utamaduni wetu, sisi Waislamu tunatakiwa tule chakula kama dawa. Leo hii hasa sisi kwetu Afrika tumekuwa na tabia ya kula vyakula mbalimbali tofauti bila kujua kwa nini tunakula. Tunajua tunachokila, lakini hatujui kwa nini tunakula. Ukimuuliza kijana, wewe chipsi, viazi hivi vimekangwa kwenye mafuta meusi, mafuta ambayo sio safi, wewe unakwenda unatumia. Je, haina, sio shida, utashiba, lakini unajua madhara, unajua faida? Ni wachache mno waliobakia katika mfumo wa kujua faida ya vile wanavyovila na vile wanavyotakiwa kuvila. Ni wachache mno. Kwa kuwa huu utamaduni umetoweka, kwa kuwa huu utamaduni tumeuweka pembeni, sasa mkombozi wako Thaqalain amekuja kuwarejesha katika uhai
kwa maana turejee katika mifumo salama halisi tuliyofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa minajili hiyo, mwendelezo wa kipengele chetu cha leo, baada ya kipengele cha awali, tutataka kukueleza kwamba swala zima la kula chakula lina adabu zake. Kuna adabu ambazo unatakiwa uzizingatie wakati unapotaka kula chakula. Kuna mambo mazuri, mafunzo ambayo tunatakiwa kuyazingatia pale tunapokula chakula. Al-adab, hizi zinaitwa kuwa ni adabu za mtu kula chakula. Adabu, al-adabu al-islamiyya, adabu hizi za Kiislamu. Mafunzo haya tunapewa kwamba unapotaka kula chakula ni mambo gani unatakiwa uyazingatie. Tutakueleza haya mambo taratibu taratibu insha Allahu taala. Jambo la msingi ni wewe utufuatilie, ni wewe usichoke. Fuatilia vipindi hivi kwa ajili ya ukombozi wa maisha yako. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ukifahamu, miongoni mwa kanuni za chakula, tajannubul israf. Kuna kitu kinachoitwa israf. Israf haitakiwi. Watu ninahisi wanaonisikiliza wanatamani kufahamu israf maana yake nini. Israf inaweza ikawa ina maana nyingi, lakini kwa haraka israf ni wewe kula chakula kwa kuzidisha. Unapokula chakula kwa kuzidisha, hiki kitendo cha wewe kula chakula kwa kuzidisha, hiki kitendo kinaitwa kuwa ni israf. Kwa mfano, wewe ulipaswa ule robo ya mchele. Robo ya mchele inakutosha, ndiyo kiwango chako, lakini wewe unapika nusu. Maana yake robo nzima imezidi. Kitendo cha wewe kula nusu, unaji-overdose na afya yako inaingia hatarini. Kwa hiyo israf ni miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa uyazingatie sana kwenye mambo ya chakula. Kwa hiyo tunasema cha kwanza ni uhalali, cha pili ni adabu za kula na bidi ufundishwe, lakini cha tatu kiwango. Kiwango ni muhimu. Lazima ujue ni kiwango gani ambacho unapaswa kula. Sio kujaza tu. Tumbo sio gunia hilo. Hilo ni tumbo hilo. Lina kanuni zake, lina sheria zake na kadhalika. Na tutaeleza mafunzo ya Bwana Mtume kwamba tumbo tutaligawa sehemu ngapi. Kwa yule ambaye anataka kula ayazingatie hayo mambo na huo mgao. Kipengele cha 4, miongoni mwa vipengele ambavyo ni msingi wako wewe unapokuwa unaandaa mfumo wa chakula ni nini? Ni swala zima. Unapokuwa unakula chakula, lazima ukile chakula kwa nia njema. Nia
nia ndiyo chakula cha moyo, alafu kifuatiwe na chakula kinachopitia mdomoni. Kwa hiyo aniye, nia nzuri njema, namna unavyokipokea chakula, namna unavyokitazama chakula, na kukiunganisha kile chakula kupitia nia yako na Muumba aliyekupa kile chakula. Hili zoezi muhimu sana hili. Kabla hujala chakula, unakipokea kwanza chakula kwa moyo, kwa maana ya kuwa na nia inayokuunganisha wewe na Mungu wako kwa kumshukuru. Ewe Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa chakula hiki. Haya mambo manne ni muhimu sana wewe uyazingatie. Kwa kumalizia, jambo la kwanza ninakukumbusha lilikuwa ni jambo la uhalali. Jambo la pili likawa ni jambo la nini? La faida. Jambo la tatu likawa ni jambo la nia, na pia jambo la nne likawa ni jambo la kiwango. Haya mambo manne ni mambo muhimu sana ambayo unatakiwa uyazingatie unapoingia katika meza ya chakula.